As I blink God's one to us, I want you to lift up your hand wherever you are. Say, my Father, my God, minister to my heart today. Oh Lord, speak to me in the language that I can understand. Oh Lord, send forth your word to my life in Jesus' name. Hallelujah. I want to share a message. Let us cross over to the other side. Tell your neighbor, let us cross over to the other side. Tell them, for me, tell them, let us cross over to the other side. I don't know what is on this sign that we have, but the word of God is that let us cross over to the other side. Because on the other side is your destination. On the other side is your destiny. On the other side is a place where you have been believing God for. I believe every one of us has the other side. Oh my, there is the other side. You may be sick today, but there is other side, and the other side is the other side of good health. You may be jobless today, but on the other side is a place where you have a good job that is well paying and that you can be able to build your future from there. Blessed be the name of the Lord. Tell your neighbor it is on the other side. Tell your neighbor it is on the other side. Oh, it is on the other side. There is where you are, but the master is telling you, let us cross over to the other side. There is something I want us to connect with today in a short while. Because when the word of God comes from the mouth of the Lord, it comes loaded. The word of God is a whole package. When God gives you a word, in that word there is grace that is enough to carry you through. When God gives you a word, cross over to the other side, He knows what is on the other side for you. And many people are stuck in life today. Many people, they don't understand that the one given to them carries everything that they need. In this year, 2025, we have a prophetic word hanging over every one of us. And this word is not for the pastor. It is not for the leaders of the church. It's not for the choir and praise and worship only. It is for every single one of us. Tell your neighbor, this word for this year is for you and your family and your destiny. It is for the whole ministry of overcomers. And the word is our year of multiplied results. I don't know whether you have results or not. But I can tell you, God can never lie. It is our year of multiplied results. Undeniable testimonies of blessing are coming on your way. And let me tell you something. I've realized when the prophetic word comes to us, it can be exciting. But it is like when the word is released, the whole air will break loose on you. The devil will try to show you that what you want is not the correct. He will tell you it's as if the pastor never had well. The devil may tell you it's like you never believed enough. He may tell you that can happen to others but not you. He will show you many reasons why that word cannot find expression in your life. But I came to tell you, if God has spoken, He watches over His word. He watches over His word. Why? He has highly exalted His word even above His name. I don't know whether you understand that. That God, in His own wisdom, He has exalted His word. That's why in Isaiah the Bible says, grass withers and flowers fails, but the word of God remains forever. Grass can fade. Flowers can be there today, but tomorrow they dry up. But the word of God will remain forever. Blessed be the name of the Lord. In Hebrews 4:12, the word of God is living. The word of God is living. It is active. It is sharper than double-edged sword that has the power to divide
the spirit and soul, bones and the marrows, and it is the discerner of every intent of their hearts. Can I tell you, the word of God can know what is going through your mind. The Lord knows your fears. The Lord knows your pain. The Lord knows your desire of your heart. The word of God is able to discern. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. That word is alive and well, and it is like a sword. I pray in the name of Jesus, anything that is standing between you and your destiny, may the word of God deal with that in Jesus' name. May the sword of the word of God deal with that challenge in your life. We see a story of Jesus and his disciples. And Jesus tells his disciples, let us cross over to the other side of the lake. And by obeying the master, they entered into the boat. Jesus was together with them. He had ministered to the people that day. And as a human being, because he had this physical body, he was tired, and by design he slept. And as they were moving, crossing over to the other side, something happened. The storm came so strongly, and the water started entering into the boat, and the boat was almost sinking because of the storm, because of the water. I believe they were fishermen. Maybe they were trying to take the water out of the boat, but they realized this is serious. They asked Jesus, Master. They went and they woke Jesus because he was asleep. They said to Master, don't you care? Don't you see we are perishing? And the Bible says Jesus arose and he rebuked the storm. And the Bible says there was a great calm. Now listen to me. The word of Jesus was, let us cross over to the other side. But when they obeyed the word and they stepped into the boat, the enemy stood against their journey. The enemy started the battle that he was not able to win, because Jesus has said, let us cross to the other side. And on the other side, there was an assignment. There was a man who was full of demons in the gang of Gadarenes, the man who lives in the tomb, the man who was cutting himself with his stone, the man who no one could able to tame him because he was very violent and very strong. And you know, Jesus was was crossing the other side to deliver that man. That man was carrying the destiny of 10 cities. So there was an assignment. Naomba unisikilize vizuri. Wakati Mungu anapoongea na maisha yako, wakati Mungu anakuambia neno ni mwaka wako wa kubarikiwa, when that word has been released, that word will be tested. That word will be tested. When Jesus said, let us go to the other side, the word was on the other side. But between where they were on the other side, there was a challenge. There was a turbulence. There was a storm. And I'm here to tell you, anytime you receive the word from the Lord, that word will be tested. That word will go through opposition. It will go through a storm. There will be things to try to counter the prophetic. The enemy trying to counter the word of Jesus, because he knew the other side. There was a man who had a big destiny. The man who was carrying message for Decapolis, 10 cities, and that man needed to be liberated. Now, the devil wants them to perish on the sea. But I can tell you,
When Jesus is together with you in the boat, forget the vocabulary of sinking. You will not sink. Tell your neighbor there is no sinking. Tell your neighbor the storms are there. Yes. Tell your neighbor the storm will come. Tell your neighbor sometimes you lack. Imagine huu ni mwaka wa utele, mwaka wa multiplied resort, lakini wakati mwingine utajikuta hauna kakitu. Ni neno linajaribiwa. Wakati mwingine kitaumana, utauliza jamani, nilisikia kutoka kwako ni nini litendeka? Nilikuja nikuambie Bwana akisema atatenda, wewe shikilia imani. Hata likijaribiwa shikilia imani, shikilia neno la Bwana ili ufike mahali Mungu anataka ufike. Salimia jirani yako, mwambie utafika. Nisalimie kwa niaba yangu, mwambie utafika. Mwambie neno litajaribiwa. Nguvu za giza zitataka kukurudisha nyuma. Wakati mwingine mapepo yatainuka ili ukate tamaa, lakini nilikuja nikuambie kama amenena, shikilia neno la unabii. Alisema ni the other side. On the other side there is your breakthrough. On the other side there is your testimony. On the other side there is your healing. On the other side there is your promotion. On the other side there is your favor. On the other side there is a new story. On the other side there is your joy. On the other side there will be no shame. There may be shame in between now and that place, but we must get there. Tell your neighbor, I'm going the other side. Tell your neighbor, there is where I am today, but I'm going to the other side. Naona ukivuka. Salimia jirani yako, mwambie ninaona ukivuka. Hey, naona ukivuka. Yeah. You know, when the enemy comes against our life, the intention of the devil ni kwamba imani yako ijaribiwe, ukate tamaa. Sema sikate tamaa. Sema sitakata tamaa. Kataa kukata tamaa. Ni kwamba nikuambie, on the other side you sing a new song. On the other side you have your joy back. On the other side, those who saw you when the storms were raging. Unajua wakati tunajaribiwa, wakati mawimbi yanagonga the boats, wakati ile chombo tunaabiria, iwe ni chombo hiki, unajua hata hii ni chombo, wakati kinaadhiriwa hiki chombo na magonjwa, si watu wanaona utofauti? Lakini nataka nikuambie, kwa hii chombo tu ndio wataniona the other side. Ni kwa sababu hiyo shinda itaondoka, hiyo kikwazo itaondoka. Nataka nikuambie, wakati unayumba, wakati maisha yako ya jamii kuna mchangamoto iendea, wanaona ukiyumba na wanadhania ndio mwisho, lakini nilikuja nikuambie hapo kuna yumba sio mwisho. It is on the other side, on a firm ground, on the firm foundation, the other side. Sasa changamoto kubwa sana kwa kila mmoja wetu ni vile utamanage hiyo situation ya storm. So unasikia wanafunzi wanamwambia, sio walimwambia tuvuke, ni yeye alisema, lakini wamwambia wewe ujali na tunaangamia. Imagine wame make conclusion. Sasa sio walitoa neno, ni yule alisema hata yeye ako ndani. Wanamwambia yani, bwana mkubwa ujali tunaangamia. Sasa kuna maneno mengi watu wanaongea wakati neno la unabii linajaribiwa. Ni kama sikusikia vizuri. Na kuna watu huwa wanaanza kusign off, mwaka ni April, lakini wanasema tu mwaka huu uishe. Gani uishe? Ni mapema sana kusema wacha mwaka huu uishe. Mwezi wa 4. This is the first quarter of the year. Even one day is enough for God to turn your story around. Wakati mawimbi yalitokea, walidhania bas, lakini it is on the other side. It is on the other side. Wakati utaona vitu vimechange. One of the thing huwa inanibariki sana ni wakati unajaribiwa, kwa imani yako inajaribiwa, mambo imekuwa magumu, uoni vile utapenya, alafu baadaye unajikuta mambo imekuwa sawa. Hata wakati mwingine unajiaibikianga vile ulikuwa unaongea. Kwa hivyo nataka mind your speech. Si unajua kuna mahali unapitanga unakuta wame throw ni slippery, unaambia mind your steps. Ama unakuta mahali ambapo ni kidogo, si ni mahali unaweza gongo, unaambia mind your head. Hata mimi nakwambia kile si hata not mind your sprawl, even it may be slippery. Challenge may have come, but alisema the other side. So mind your speech. Maana kile unaongea ni cha muhimu. Salimia jirani yako, mwambie mimi ninavuka the other side. Mwambie mimi sitasama. Wanafunzi wa Yesu
Walipojaribiwa, imani yao ilijaribiwa, walikata tamaa. Kile waliona si the other side, waliona kifo. Wanasema we are perishing. You are not perishing. I came to tell you, you are not sinking. I am telling you, you are not drawn. You will not die. You will not be ashamed. It is on the other side. The other side there is glory. On the other side there is blessing. There are some things I want you, this is take away. Number one, even in the midst of storm, number one, have faith in the word of God. Have faith in the word of God. Usikate tamaa hata imani yako ikijaribiwa. Don't give up on God. Don't give up on your faith. Oh, have faith in the word of God. Alisema on the other side. Niko hapa niwaambie, kuna watu wengi wamepokea neno la unabii sana kwa maisha yao, na Mungu akaongea vile atakutendea. Lakini tunajua kwa Kenya watu wanajua mambo ya ground. Neno limezungumzwa ndio, lakini vitu kwa ground ni tofauti. Vitu kwa ground ni tofauti. Lakini si Bwana amesema, na kama amesema yeye si muongo, mahali huko kuna another side. Uliza jirani yako, hii side huko iko namna gani? Mwambie si hapo alisema. Kama iko sawa, si hapo alisema, on the other side. On the other side. Changamoto moja nimeona katika maisha yangu kama mhubiri ama mtu anayeamini, ni kwamba mara nyingi imani yetu hujaribiwa sana, na ikijaribiwa kuna changamoto huwa inatokea sana. Mara nyingi huanza kujionji mwenyewe. Unauliza, did I hear from God? Nilikosea wapi? Ni kama sikuomba vile nilistahili kuomba. Ni kama kuna mahali niliacha njia. Nilikuja nikuambia, mara nyingi kama uliacha njia, it is so simple. Rundia hiyo njia upate msaada. Lakini mara nyingi hata sikuacha njia. Mara nyingi ni ile neno linajaribiwa. Ilo neno likijaribiwa, linajaribiwa ili imani yako idhibitike, ili kwamba ukivuka the other side utamsahau Mungu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Mungu ananena na wana wa Israeli, anawaambia, mimi ndio niliwapitisha jangwani. Mimi mwenyewe ndio niliruhusu mkapita jangwani, mkaona njaa, mkawa na mateso, ili nikiwafikisha niwavukishe the other side, muingie katika nchi inayobubujika maziwa na asali, msije mkasema ni kwa nguvu zenu. So wakati mwingi Mungu anakupitisha hali ngumu, ili ya kwamba ukibarikiwa utainua macho yako useme, kama si Jehova mimi singekuwa vile nilivyo. Na wengine bado mahali wako leo wanajua ni Bwana aliwatendea. Shikilia imani katika neno la Bwana. Nasema usikate tamaa. Have faith in the word of God. Yesu walipopata hofu katika maisha yao, Yesu aliposimama, jambo la kwanza aliwauliza nini? Where is your faith? Aliwauliza, imani yenu iko wapi? Imani inatokana na neno la nini? La Mungu. Na that why, kama wewe uko hapa na huo usomi neno la Mungu, ulilisikia tu, unastahili uangalie katika Biblia uone mahali kulikuwa na multiplied result. Mahali watu kama Elisha alipokea double portion, alifanya nini? Aliamua kufuata Elia, akasema nitaenda. Wakati wengine wanakata tamaa, alikataa kukata tamaa, hatimaye alipokea double portion. Kwa hivyo that multiplied result is not just something that will happen no, it's a journey. You must make up your mind. Jina la Bwana libarikiwe. Lazima usome neno ujue linasema namna gani kuhusu afya yako. Bible isemi hatutakuwa wagonjwa, inasema kupitia mapigo ya Yesu Kristo tulipokea uponyaji. Ya kwamba hata ukigonjeka kuna provision of your healing. Utamjua ni Rafa namna gani? Ni wakati ulikuwa mgonjwa, akikuponya ndio utajua yeye hakika ni Rafa kwa maisha yako. Libarikiwe jina la Bwana.
Nasema libarikiwe jina la Bwana. Jambo la pili, wakati unapopitia mawimbi, one very important thing, second thing, remain focused no matter what. Remain focused no matter what. Liwaro na liwe, lazima ulenge. Alisema ni the other side, si hapa. Hautakata tamaa hapa. Hautakata tamaa. Na utaangalia ile mazingira inakusingira. There is an example we have in the Bible ya Yesu akiwa siku moja anatembea juu ya maji. Wanafunzi siku hiyo hakukuwa na mawimbi sana, walikuwa kwa mashua vizuri. Yesu akawa wamemtangulia. Sasa wako katikati ya bahari, Yesu akakuja akitembea juu ya maji. Walipomuona wakasema ni roho. They said is a ghost. Lakini mmoja wao akaona hii ghost inaitwa ghost vile inasonga songea, ninaona kama ni Yesu. Petro akauliza Yesu, if you are the one, tell me to come. Alitaka tu kusikia kwa Yesu, akaambiwa come. Alipoambiwa hivyo mara moja hakuwa anafurota. Jina la Bwana libarikiwe. Na ni katikati ya bahari, na hata kama you are good swimmer kinaweza kukuramba. Akakanyanga na si kuogelea. Command me to come. Akaambiwa come. Jamaa akatoka kwa mashua. Wengine walikuwa wanamwambia ikierere yako tulijua utaisha. Akakanyanga chini kwa maji, akaanza kutembea. Alipokuwa anasonga na kutembea akiwa anamwangalia Yesu, akaona mawimbi kama vile huwa tunaona mawimbi yakatokea. Oh my, jamaa akaanza kuingia kwa maji. Jambo tu lilitendeka la muhimu sana ni aliita Yesu akasema Jesus, I must say. Yesu akanyosha mkono wake akamshika mkono. Nataka nikuambie ukikiumana muite. Wanafunzi walipoona kama wanasama, walimwambia don't you care we perish. Akaamuka akatuliza bahari. Nataka nikuambie muite, atatuliza yale yanakutia changamoto. Ukimuita atakuitika. Petro alitembea juu ya maji, hakuwa anaogopa maana alikuwa anamwangalia Yesu. Wakati alitoa macho yake kwa Yesu, akaangalia ile hali zimezunguka, hapo ndiyo aliona kuna kuperish, hapo ndiyo aliona kuna kuangamia, hapo ndiyo aliona kuna mateso, lakini macho yalikuwa yamemwangalia Yesu, alikuwa anatembea juu ya maji. Nataka nikuambie, angalia Yesu, utatembea juu ya hiyo changamoto. Nataka nikuambie, muangalie Yesu, utatembea juu ya hiyo changamoto. Mungu atakubeba. Salimia jirani yako, mwambie ninaona akikubeba. Msalimie vizuri tu, ni rafiki yako, mwambie ninaona Mungu akikubeba. Because you overcame, my victory is guaranteed. I am an overcomer.